Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa wale wenzangu wa Kristo, tumsifu Yesu Kristo milele amina. Kwa wale wenzangu wa Sambaa kutoka huko Muheza, Amani, Tanga, Ongai Mashindo mneniona hapa mbele yenu, naitwa Mwanaidi Yusufu Mamboleo. Ni mtoto wa mwisho katika familia ya mzee Yusufu Mamboleo. Elimu yangu ya sekondari nimemaliza 2017. Ni msanii, yaani kwa wale ambao mnapenda kufuatilia sanaa yetu hii ya Bongo, nafikiri sitokuwa mgeni machoni mwenu. Safari yangu ya sanaa imeanza toka nikiwa niko shule ya msingi lakini ni kwa kuwa tu nilikuwa naipenda. Yaani sanaa nimetokea kuipenda toka nikiwa niko shule ya msingi, yaani niko dogo. Sanaa ni kitu ambacho nakipenda, ila kitu ambacho sikuwahi kukaa na kukifikiria ni kuja yaani ni ile kujua kwamba nitakuja kuwa mfanyaji, ila kupenda nimetokea kupenda toka nikiwa niko mdogo. Nafikiri kitu ambacho pia kingine ambacho kilikuwa kinapelekea kwamba nionekane mtu ambaye napenda au kujua kwamba ni mtu ambaye nilikuwa naipenda hii sanaa ni kwamba nilikuwa napenda kuangalia zile movie na the way pia ni jinsi nilivyokuwa najiweka. Day moja nimetoka zangu kuoga basi nimetoka kuoga, nimetilia nguo zangu nimevaa, na hata mikato yangu toka nikiwa niko mdogo nilikuwa sipendelei kuvaa magauni, nilikuwa sipendelei kuvaa mavijola makanga, hapana. Na hata ye mzee mwenyewe ilikuwa sio nguo ambazo anapendelea kunivesha au kununua, hapana. Basi yani toka nikiwa niko mdogo, lakini nilikuwa napenda kujiweka kuwa katika hali fulani ambayo kwa haraka unaweza kusema huyu ni mtu mzima, mbona hivi? Basi sasa watu zangu kuoga, nimejipaka zangu wanja chini ya macho humo, nachukua rangi nikapaka. Kipindi hicho nyusi zangu zilikuwa ni nyingi kidogo, nikazitia mafuta, nikachukua kitana nikazichona vizuri, nikazichonga hivi. Kwa haraka za kusema kwamba pia nimepaka wanja wa humu juu. Niko zangu natoka, nikapishana na mzee mlangoni. Yeye anaingia ndani, mimi natoka nje. Babangu alikuwa ni mkali sana. Niliinamisha kichwa chini nikiwa nimejiziba hivi. Yeye aliniona, akapita akasimama akaniita njoo. Nikasogea mpaka pale nikiwa nimeangalia hivyo chini. Yes, inua kichwa niangalie. Nikainua kichwa nikamwangalia, afu nikaangalia tena chini. Mzee akacheka akaniambia niangalie. Nikainua kichwa nikamwangalia, kwa kuwa yani najua ni mkali. Afu nikaangalia tena chini. Mzee akacheka tena, afu akaniambia umependeza. Sikuamini, yani nilijua hapo ni kipigo. Basi poa. Kitu kingine ambacho hata wenzangu shule walichokuwa wakikisema pili nipo shule ya sekondari ni kwamba yani Mamboleo, kitendo cha kumaliza tu form 4 tukija kuachana, huyu anakuwa tena sio mwenzetu kabisa. Yani wenzetu atakuwa ni yao huko akina Beyonce, sababu hata kwenye kiti changu mimi nilikuwa nimeandika Beyonce pale. Lakini mimi wanaongea yote wala, lakini ni kwamba sikuwahi kukaa na kufikiria kwamba nitakuja kuwa mfanyaji, hapana.
bali tu ni zile nilipokuwa napenda kujiweka mikato yangu na nini. Basi ila sanaa nilikuwa naipenda. Nimekwenda mpaka nikaja nikamaliza form 4. Form 4 nimemaliza 2017. Nikatoka sasa kusafiri na shule nilosoma ni Mweza Muslim Secondary School. Basi baada ya kumaliza shule hiyo 2017 nimemalizia Mweza Muslim Paris Secondary School. Nikawa nimekuja sasa kwa dada yangu. Ndio maana kwanza naingia Dar es Salaam. Haya. Nafika huku vitu ambavyo nilikuwa nakutana navyo vingine ambavyo ndio vilini inspire kuingia kwenye hili game ni kwamba nilikuwa nafananishwa. Labda napita hivyo nasikia yule dada muone, yule dada nyinyi muone. Nikijiangalia nikifikiria yani sikuwahi kufanya hivyo vitu. Yule dada ndio kweli ni yeye. Kwa nilikuwa napokea sifa ambazo si za kwangu. Mtu mpaka anafikia anakupa kitu eti kwa sababu ya kazi ulifanya vizuri, si hivi. Lakini mimi nikaa natembelea huo upepo. Okay sawa, lakini bado ikawa yani inaniumiza. Sasa kwa nini nisifanye? Ndio napokea sifa ambazo sio za kwangu na mpaka napokea vitu, lakini sasa kwa nini nisifanye? Ugumu ulikuwa unakuja, nafanyaje? Yani njia ndio ilikuwa sijui nafanyaje mpaka vile watu wanaonekana wanafanya inakuwaje. Kwa bado nikawa mbumbu tu naendelea hivyo mpaka nikiwa kwenye daladala mtu anatokea anakulipia, anakuambia hii hapa, anamwambia konda hii hapa na msanii wetu huyu. Okay, niko nasafiria tu huo upepo. Ikaenda, lakini alokuja kunishika mkono na kuzidi kunitia moyo zaidi ya kufanya mpaka safari yangu sasa ikaanza rasmi hapo ya sanaa ni bwana mmoja anaitwa Gebo. Hiyo akaja akaniambia, "Wewe mbona unaweza?" Nakumbuka ilikuwa ni 2019. "Wewe mbona unaweza bwana, unaweza." Kwa kweli pia nilikuwa nataka, ila tu ni zile njia ndo nilikuwa sijui, na yeye ana vifaa vyake. Ndio siku hiyo ambayo ananiambia naweza, sijafanywa mimi mazoezi, sijafanywa chochote, sijui chochote, na siku hiyo nakushuti. Basi kwa kuwa mwenyewe pia nimesoma, kwa kuna baadhi ya vitu ilikuwa yani sipotei sana. Najua nikiambiwa action natakiwa nifanye nini, nikiambiwa pose natakiwa nifanye nini, na vingine nilikuwa naenda tofauti naelekezwa. Alichokuwa ananisisitiza tu ni kwamba zingatia mazungumzo yako, hivyo usiyasahau. Basi nimekwenda 2019 hiyo nikashoot movie inaitwa Sasha, na ndio movie ambayo ilonitambulisha, ilitoka CD ilonitambulisha rasmi kwenye game 2019 Sasha. Basi baada ya hapo nilikaa sana kwa kipindi kirefu, sababu pia wakati nafanya ile kazi nilikuwa mjamzito, mpaka nikaja nikapata mwanangu, nikajifungua, nikalea mpaka mtoto anafikisha miaka 3. Baada ya kufikisha miaka 3 sasa nikasema sasa mimi kukaa tena nyumbani, hebu ngoja. Nilikuwa sina chengine ambacho najishughulisha nacho. Nikaingia kwenye dreadlock, nikajifunza, nikajua, niko na saluni, nafanya hizo issue za saluni. Ambao nimejifunza ni dreadlock peke yake. Hapa mnaponiona sio kwamba ni msanii tu, kwamba mnaniona hivi kwenye runinga zenu, kwenye simu zenu, hapana. Pia ni fundi mzuri wa dreadlock, ni fundi mzuri wa nywele nyingine na suka, lakini hizo nyingine sikujifunza. Nilikuwa nasuka toka nikiwa shule, ila niliyojifunza ni dreadlock. Nikiwa pale kwenye zile harakati zangu, ndo akatokea watu wengine sasa kwa ajili ya kufanya nao kazi, na nafikiri hata nyinyi mmenitambua vizuri kutokana na hizo kazi ambazo nimezifanya. Nimefanya kazi nyingi sana, ni nyingi mno. Yani hivyo kwa mtu ambaye anafuatilia vizuri ili gemu la Bongo,
si mgeni mimi machoni mwake. Kazi nyingi nimefanya, nyingi mno. Baada ya hapo nikawa nipo kimya tena, kakimya kwa muda mrefu, ila ukimya wangu haukumaanisha kwamba eti nimeacha sanaa. Hapana, siwezi kuacha sanaa, ila yani ufupi ni kwamba ukiacha maisha ya sanaa, basi maisha mengine yanaendelea. Kwa hiyo nilikuwa katika kuendeleza maisha mengine nje na sanaa. Basi hivyo ndo nikaa kimya. Niona hapo ni kwamba mimi nilikuwa simfahamu mama yangu, kwa kipindi hiko nilikuwa katika hizo process huko, mpaka nikaja nikamjua mama na nini hivyo, na mambo mengine ya kifamilia mengi. Ni pending zaidi, haifai kuweka sana hadharani hivyo. Ila sasa pamoja na ukimya wote ambao nilikuwepo nao, nimerudi tena. Sikurudi kitoto wala yani sikuwahi kuangusha na sitarajii kuangusha. Nimerudi, kuna kazi tunaiandaa, ipo jikoni, tunakiandaa chakula kwa ajili ya kuwaletea nyie mezani. Umo utafurahi, utaburudika. Yani kuna vituko vingi, kwa sababu tunajua kwamba Watanzania wengi sasa hivi yani wana misongo ya mawazo tofauti. Misongo ya mawazo tofauti. Unakuta mwingine ana changamoto na familia yake nyumbani, ana changamoto kazini na nini, ada watoto hivi. Unajua, kwa vitu kwenye hii kazi, kitu ambacho tumekilenga sana ni kukutoa huko katika hizo changamoto zako ambazo upo nazo. Tuna kufresh dogo, refresh kidogo. Ndio huzuni ipo, lakini ni kidogo, yani tunakuingiza, tunakutoa, kwa sababu hayo ndo maisha asilia ya kwetu sisi hapa. Hawezi kufurahi tu kote, kwa hiyo tunakutoa, tunakuingiza hivyo. Ila sana tuna kurefresh kutokana na mazonge ambayo upo nayo. Nimeplay kama ambavyo nilitakiwa kuplay, ndo nimeplay hivyo. Uzuri ni kwamba najua kubadilika, ni tofauti kidogo na huko kwingine ambako mumeniona huku nimebadilika kidogo, mtaona. Lakini naamini na imani hiyo mtafurahi na mtaenjoy. Okay, ningependa kuwashukuru sana, lakini yote kwa yote nawaomba msisahau kusubscribe kwenye channel yetu, kushare, kulike na kucomment. Yani hivyo vitu vinne kwetu sisi ni muhimu sana, na wewe ni wa muhimu sana, na huo ni mchango wako mkubwa kwetu hivyo. Sawa. Habari zenu wapendwa, kwa majina naitwa Latifa Athumani. Ni mdengeleko, natokea huko Rufiji na ni msanii pia. Katika safari yangu ya sanaa nimeanza mwaka 2012. Mume wangu ndo amenivutia mimi kuingia kwenye sanaa, kwa sababu yeye ni msanii muda mrefu. Mbali na hiyo sanaa pia ninashona nguo, na katika hii series ya Ungo wa Binti Yangu nimecheza kama mama ambaye sipendi binti yangu mahusiano aliyokuwa nayo. Kila nikimwelezea mwanangu kwamba sipendi hayo mahusiano aliyokuwa nayo, mwanangu hataki kunisikia. Lakini nisiendelee kumaliza maneno, mashabiki zangu, naomba mtufuatilie katika series hii. Msiache kusubscribe, kucomment na kushare pia. Nawapenda.